Siku moja nilimsikiliza bonke ambaye ameshapumzishwa na Bwana tayari. Akatoa mfano huu ambao siji kusahau, wa mtu ambaye hampi Yesu maisha yake kikamilifu. Akawa ametolea mfano wa kijana aliyekuwa amejenga nyumba kubwa sana ya kisasa, na kuna geti la kuingilia na kuna mlango ambao ni yani main door ya kuingilia huko nyumbani, alafu kuna vyumba vingi kwa matumizi mbalimbali. Sasa kwa sababu alikuwa anampenda Yesu, akamkaribisha Yesu aishi naye. Akamkaribisha Yesu aishi naye, na akaona amefanya kitu kizuri sana. Yesu akakubali. Kwa hiyo akampa chumba kimoja. Sasa wewe utakuwa unakaa kwenye chumba hiki na funguo za chumba hiki ni hizi hapa. Lakini funguo za getini na funguo za ile main door, ule mlango mkuu wa kuingilia kwenye ile nyumba anazo yeye mwenyewe. Sasa ikatokea shida. Adui amekuja. Yeye hasubiri sije abishe hodi alafu afunguliwe. Maana yeye Yesu alisemaje tunaposoma kwenye Ufunuo wa Yohana, anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akifungua mlango, mtu akisikia akafungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye anasubiri umkaribishe, maana ni muungwana, na kwa sababu tumeumbiwa kipawa cha hiari. Kwa hata ukiokoka, kile kipawa cha hiari hakiondolewi. Bado Mungu anataka umpende kwa hiari. Uchague wewe mwenyewe kujitiisha chini ya mamlaka yake. Lakini huyu ni bwana vurugu, shetani akavamia, bomoa mlango, akaingia, vurugu, pata shika. Yule bwana akaanza mpambano na huyu ambaye hakukaribishwa. Vurugu. Sasa anakumbuka kuita Yesu. Anapotokea Yesu, alafu yule adui anakimbia. Ikatokea hiyo siku ya kwanza, ikatokea na siku nyingine na siku nyingine. Sasa huyu bwana akaanza kumlaumu Yesu, inakuaje? Mimi napata shida kabisa na huyu adui, ananisumbua, ananitesa, lakini unakaa mbali, naona hautokei mapema kunisaidia. Akasema, mwanangu, angalia nyumba yote hii na vyumba vyote hivi, umenipa chumba tu kimoja, na umiliki na utawala wa nyumba hii bado unao wewe mwenyewe. Ndio maana unapata shida. Kama ukinikabidhi mimi ndiye niwe mtawala, niwe mmiliki, na niwe na hizo ufunguo mimi, utaona mambo yatakavyokuwa. Yule mtu akaelewa, akamkabidhi Yesu mamlaka. Alipokuja yule jamaa mwenye vurugu na vurugu zake, Yesu tayari yuko hapo. Alipofungua tu mlango kwa fujo, anakutana na Yesu. Hakuweza kufanya chochote, kwa sababu tunaambiwa kwamba huyu Yesu kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utakiri ya kwamba huyo Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Akawa salama kwa sababu ametambua siri ni kumpa Yesu mamlaka yote. Kwa hiyo kujidhabihu kunahusisha kuhamisha kiti, yani kuhamisha umiliki wa kiti cha enzi. Badala ya kukikalia wewe mwenyewe, badala ya kuruhusu adui pengine akikalie kwa mabavu, unampa nafasi Mungu, unampa nafasi Yesu akikalie, na yeye ndiye ambaye anakuwa mwamuzi wa kila kitu. Na kwa sababu unatambua wewe sio mali yako, na vyote ulivyo navyo, vipawa ulivyo navyo, akili ulizo nazo, chochote kile, vyote ni mali ya Bwana, vipo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wewe unaviachia hivyo vyote ili ya kwamba Mungu avitumie kama apendavyo. Ndiyo maana mtumishi wa Mungu, mwimbaji maarufu sana wa huko Marekani, William McDowell, kama nimetamka vizuri sijui hilo jina lake, anasema, I give myself away so you can use me. I give myself away. Wimbo huo ni wa kujikabidhi, ni wa kujidhabihu. Na sisi tunaimba kwamba yote na tole
Sasa kwenye Kiingereza anazungumza habari za I surrender to you. Ile chorus anasema yote kwa Kiingereza ni I surrender all. Maana yake unasalimisha kila kitu. Ndugu yangu mpendwa, nikuulize swali la changamoto. Wewe kweli umempa Yesu maisha yako kikamilifu? Maeneo yote umemruhusu kwamba yeye ndiye mmiliki na wewe ni meneja? Wewe umekabidhiwa kuwa mtunzaji wa mali ya mwingine. Maana yake unapojitunza wewe unatunza mali ya mwingine. Unaona Unapotunza vile ambavyo unasema ni vya kwako, pesa zako, mashamba yako, nyumba zako na kila kitu, ni si kwa ajili ya maslahi yako, ni kwa maslahi ya mwenye navyo. Unakuwa mwangalifu kwenye matumizi yake, unafuata maelekezo ya yeye. Unafuata maelekezo yake. Bwana Yesu atusaidie. Hata fursa ulizo nazo, inawezekana umesoma, asante Yesu, mtukuze Mungu. Umepata cheo, una nafasi mahali fulani, labda serikalini, labda kwenye mashirika, kwenye jamii, eneo lolote lile. Pamoja na mambo mengine, pamoja na malengo mengine ambayo yanajulikana ya kawaida, unatakiwa ujue nyuma ya mambo yapo makusudi ya Mungu. Esther alipopata fursa ya kuwa malkia, wakati umefika ambao Hamani alikusudia angamize kabisa taifa la Israeli, Mordekai akamwambia Esther, wewe haujui kwamba yawezekana kabisa kwamba uliwekwa kwenye nafasi hiyo ya umalkia ili Mungu akutumie kwa usalama wa taifa lake wakati huu. Kama ukikataa wewe kutumiwa, Mungu anaweza kafanya msaada au wokovu kwa namna nyingine. Esther alikubali kutumiwa na Mungu, na taifa la Israeli likapona. Hamani akatundikwa kwenye mti ambao uliandaliwa kumtundika nani? Mordekai. Nafasi yote ulionayo, wewe ni mwalimu, hiyo ni nafasi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Wewe ni meneja, ni afisa, ni mkurugenzi, ni mtu mkubwa mahali fulani, ni mmiliki wa biashara kubwa kubwa au ndogo ndogo, una nafasi kwenye jamii, unaheshimika. Labda una nafasi kwenye siasa. Vyovyote vile, nafasi hizo pamoja na kutekeleza majukumu yale ya kawaida, ujue nyuma ya mambo lipo kusudi la Mungu. Ukinyenyekea na ukiishi maisha ya kujidhabihu, Bwana atakutumia apendavyo yeye kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuyaelewe hayo. Sasa kwa haraka haraka nataka tuyataje kwa haraka haraka mambo 7 ambayo ndiyo matokeo au manufaa ya kuishi maisha ya kujikabidhi. Namba 1 ni kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha matakatifu. Ukijua kwamba wewe si mali yako mwenyewe, utajitunza. Unajua hata hivi vitu vya kawaida tu, kama ni cha kuwazima unakuwa mwangalifu zaidi. Umeazima gari la mtu, gari lako labda limepata shida, mnaaminiana, hebu niazime gari lako. Unakuwa mwangalifu zaidi kwa sababu wewe unawajibika kwa mwingine. Lakini likiwa la kwako mwenyewe, hauna pressure sana, kwa sababu hata kama imetokea hasara nini unaihendo wewe mwenyewe, kwa sababu ni kitu cha kwako wewe mwenyewe. Nadhani nikisema hivyo mnanielewa. Sasa ukiisha kujitambua kwamba wewe ni mali ya Bwana na yeye ndiye anayetoa maelekezo namna ambavyo kitu hicho ukitunze. Kitu hicho ukitunze. Kwa maana namna ujitunze, Mungu hataki ujichafue. Tunaambiwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndani yako ni makao ya Roho Mtakatifu. Ndani yako ni makao ya Mungu, na Mungu hataki ujichafue, maana Mungu hashirikiani na uovu. Utajitunza na Mungu ataachilia neema, wala hata kuachia wewe upambane peke yako. Hapana. Katika Tito sura ya 2 ule mstari wa 11 na 12 tunaambiwa kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Unaona? Inatufundisha kukataa ubaya. Huko kufundishwa sio tu kupewa maelekezo,
lakini ni neema. Tungesema inatuwezesha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utauwa na kiasi katika ulimwengu huu wa sasa. Neema ya Mungu ukinyenyekea inakuwa juu yako, kama neno la Mungu linavyosema, Mungu huwapa neema wanyenyekevu, bali yeye huwa hataki ambao wana kiburi, huwa anawashusha wenye kiburi. Yes, huwa anawashusha wenye kiburi, lakini huwa anawapa wanyenyekevu neema. Neema ya Bwana ya kuishi maisha matakatifu iwe juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Neema ya Mungu ya wewe kuishi maisha matakatifu yenye kumpendeza Mungu iwe juu yako. Dunia hii hata kama imeharibika, imechafuka namna gani, upo uwezekano wa wewe kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Ukiisha tujitambue tu kwamba wewe si mali yako. Yupo ambaye anakupa maelekezo, mwenye mali, halafu anaachilia na neema yake. Basi usiwe na visingizio ya kwamba unajua majaribu ni mengi, unajua mapito yamenizidia, unajua shetani amejiinua sana. Hamna cha shetani kujiinua, hamna cha mapito kuzidi, hamna cha vishawishi kuzidi. Ipo nguvu unapoongezeka, neema inaongezwa zaidi ili uwe mshindi katika dunia hii. Na ndio maana imeandikwa watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio wanaopendezwa nao. Inawezekana kuwa mtakatifu ukiwa hapa duniani. Petro akaandika waraka wake wa kwanza ule wa Petro, waraka wa Petro sura ya kwanza ule mstari wa 15 na wa 16. Anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa kuwa imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie, tukijitambua kwamba sisi si mali yetu, tukawa tumejidhabihu kwake aliye mtakatifu, basi tutaishi maisha matakatifu yenye kumpendeza yeye. Lakini namba 2 ni kujiungamanisha kirahisi katika ushirika wa mwili wa Kristo. Watu ambao wamejidhabihu kwa Mungu ni rahisi kujiungamanisha vizuri katika system. Sema system. System, mfumo. Kanisa ni mfumo ulioandaliwa na Mungu wa kumfanya Mkristo aweze kuwa na ustawi, aweze kuwa imara, aweze kuwa na nguvu, apate maarifa na awe na uwezo wa kutekeleza yaliyo mapenzi au makusudi ya Mungu kwenye maisha yake, licha ya vikwazo, licha ya mapito, licha ya upinzani, licha ya magumu, licha ya chochote kile. Mfumo. Na ndio maana tunapokusanyika au huduma za kikanisa zipo kwa ajili ya kujengana, kutiana moyo, kuombeana, kuelimishana. No hivyo, mmoja anapokuwa na dalili za kutaka kama vile kulemewa anguke, mwingine anafanyaje? Anamuinua. Ndivyo maandiko yanavyosema kwamba ni heri wawili kuliko kuwa mmoja, kwa sababu mmoja anapoanguka mwingine atafanyaje? Atamuinua. Hakuna ambaye anajimudu peke yake bila msaada wa wengine. Mungu huwa anawatumia wengine ili wewe uwe salama, ili wewe uhudumiwe. Unahudumu, unawahudumia wengine na wengine pia wanakuhudumia wewe. Bwana Yesu atusaidie. Shikamana vizuri na kanisa. Usikose ibada za mafundisho, usikose ibada za maombi, usikose ibada za vikundi, usikose ibada hata za ibada na program za idara. Kila kilicho designiwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kipo kwa ajili ya ustawi wako.